ni silaha ya kufanikiwa katika kizazi chako. Nikasema hivi, ninapozungumza utakatifu ni mahusiano binafsi kati ya Mungu na mtu. Sema amen. Uko uliko sisi hatujui, lakini Mungu anajua. Ndio ile Biblia inasema heri wenye moyo safi, maana watamuona nani? Bwana. Sema amen. Nikasema palipo na utakatifu hakuna laana. Palipo na utakatifu hakuna madhabahu ya miungu inaweza kutawala. Nikasema tofautisha kati ya kuokoka na utakatifu. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Tofautisha kati ya kipawa na utakatifu. Tofautisha. Kuna mtu mmoja miaka ya nyuma 2012 na huyo mtumishi amefariki. Anasema aliwahi kutana na mchungaji eneo fulani, anachunga kanisa fulani. Haikuwa utumishi siku hasini sana. Sema amen. Ishu ya utakatifu ni tofauti na kipawa. Sema haleluya. Ndio maana ukitaka kuwa mtumishi, kati ya kitu ambacho Mungu atakuwa anakuhimiza mara kwa mara ni kutafuta utakatifu kwa bidii. Na atakuhimiza kadiri unavyotafuta utakatifu, asili yako na dhambi ya asili inakufa ndani yako. Sema amen. Katika Kristo nasema amen. Nasema hivi, kadiri unavyotafuta ule utakatifu, ile asili ya dhambi inakufa. Asili ya laana inakufa. Asili ya vita inakufa. Asili ya maneno inakufa. Na nikasema saa hii ni ngumu sana kujifunza maisha ya utakatifu. Sema haleluya. Katika Kristo nasema haleluya. Lakini kuna mahali Mungu ili akomboe familia amekuwa akihangaika kutafuta utakatifu ndani ya watumishi, ndani ya wachungaji. Sema amen. Ndani ya maaskofu, ndani ya waombaji, ndani ya wazee wa kanisa, ndani ya waimbaji. Mungu amekuwa akisukuma kutafuta utakatifu, kwa sababu kuna saa kanisa limechafuka. Bwana asifiwe. Lakini nikasema kupata waharimu ambao tunaweza tukageuza kona hii, tuanze kuzungumza kitu cha utakatifu. Tumezungumza kitu cha utakatifu siku mbili, jana na juzi, lakini ghafla unaona wingu la leo ni tofauti na wingu la jana. Nguvu za Mungu na upako wa Mungu uliotufunika ni tofauti na jana, ni tofauti na juzi. Kwa sababu ardhi kisha anza kupokea utakatifu, inatengeneza muunganiko na mbingu, kwa sababu mbingu ni kitu cha enzi cha Mungu. Sema amen. Dunia, nchi amewapa wanadamu, na kwa sababu amewapa wanadamu, anategemea huku duniani au watakatifu walioko huku duniani wamsaidie Mungu kutengeneza mazingira ambapo Mungu anaweza akajihuzurisha pamoja na sisi kila mahali. Na utakatifu ukiwepo, miujiza ipo. Unaweza kukuta sai mtu anaweza akaenda, yule ambaye alikuwa atembei akatembea, yule alikuwa mgonjwa akaponywa, yule alikuwa amefungwa akafunguliwa. Ni kwa sababu watakatifu wapo. Sema haleluya. Katika Kristo nasema haleluya. Nilikuwa nawaambia waombaji jana namna kutafuta utakatifu wa madhabahu. Naambia tukae toka usiku, watu wako kwenye zamu ya kutafuta kitu cha Mungu kwenye madhabahu.
wamerara hapa. Nimepanga masaa toka asubuhi, kwa hapa hapajanyamaza toka kumekucha, toka saa 6 usiku mpaka napokuja kusimama hapajanyamaza. Nilichokuwa natafuta ile toba iruhusu nguvu za Mungu kutuhudumia, iruhusu nguvu za Mungu kupita katikati yetu. Mambo ya Walawi sura 19 mstari wa 8, mstari wa kwanza na wa pili. Mambo ya Walawi 19 mstari wa kwanza na wa pili, anasema hivi: Bwana kanena na Musa akamwambia, nena na mkutano wote wa wana wa Israeli uwaambie, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi Bwana Mungu wenu ni mtakatifu. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Sio mtumishi amesema, ni Mungu. Kwa sababu kuna saa Mungu anataka afanyike kuwa ibada katikati ya watoto wake. Umewahi kufikiri watakatifu wakikusanyika ni kitu gani kinatokea? Mapenzi ya Mungu, baraka za Mungu, uwezo wa Mungu, makusudi ya Mungu. Sema amen. Rehema za Mungu. Bwana asifiwe. Nasema Bwana asifiwe. Nasema tena Bwana asifiwe. Narudia tena, nasema Bwana asifiwe. Nasema hivi, watakatifu wa Mungu wakiwepo, kwa sababu ule mstari unaofuata ni watatu. Anasema kila mtu na mche mama yake, ni utakatifu. Kila mtu na mche mama yake na baba yake, nanyi mtazitunza sabato zangu, mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Sema amen. Angalia Walawi 20 mstari wa 7. Anzia mstari wa 6 uje mstari wa 7. Walawi sura 20 ule mstari wa 6 na wa 7, wa 6 na wa 7, anasema na mtu yule atakaye waendea wenye pepo na wachawi ili kuzini pamoja nao, nitakasa uso wangu juu ya mtu yule, nitamtenga na watu wake. Sema amen. Ndipo anasema jitakaseni basi, iweni watakatifu, kwa kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Sema amen. Anahimiza utakatifu. Petro wa kwanza sura ya kwanza ule mstari wa 15 na wa 16. Petro wa kwanza sura ya kwanza ule mstari wa 15 na wa 16. Wengangana na toba. Kuna maroho ulikuwa unaota, utayaota tena. Lakini tuanzie hapa. Bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu. Si unaona? Bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu. Nani aliyewaita? Mimi. Nani aliyewaita? Wewe. Nani aliyeitwa? Watoto wako. Nani aliyeitwa? Yule mchungaji. Nani aliyeitwa? Yule muombaji. Nani aliyeitwa? Yule mke wa mtumishi, yule mke wa mchungaji, yule mke. Sema ameni. Nani aliyeitwa? Yule mwimbaji. Nani aliyeitwa? Yule mpigaji wa vyombo. Nani aliyeitwa? Yule anayefanya usafi kanisani. Nani aliyeitwa? Nani aliyeitwa? Kila mtu, kuna mtu aliyeitwa, kwa sababu hata Biblia inasema imewapasa wanaochukua vyombo vya Bwana kwa watakatifu. Kuna saa nikiwa tunafanya mikutano kama hivi, wanauliza ni nani anayedeki, kwa sababu si kila mtu anapaswa kudeki. Kwa sababu kuna saa wingu leo linakuwepo, unakuja kesho wingu halipo. Angalia anayedeki ni nani. Unakuta anayedeki sio muombaji. Unakuta anayedeki sio mtu anayefunga. Unakuta anayekuja kufuta kiti cha mchungaji kabla ibada sio mtakatifu. Sema haleluya. Katika Kristo nasema haleluya. Kwa huwa nauliza, kuna mahali nisema hata deki mtu yoyote, mpaka wale niliowachagua. Nikasema mnadeki huku mnaomba, mnadeki huku mnaomba, mnadeki huku mnaomba. Nakumbuka wingu alikukata, nguvu za Mungu asikukata. Kwa sababu kuna mtu tu anajitokeza anasema anadeki, hayuko kwenye agano na Mungu. Anasema hivi, rudi fasa. Anasema bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nani iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Manake tabia. Bwana asifiwe. Katika Kristo Bwana asifiwe. Katika mwenendo, si katika kuomba tu. Kwa sababu kuna mtu anadhani katika kuomba tu
Ndio Yesu, naomba toba, naomba toba, mbingu zako anasema katika toba. Lakini Biblia hapa anasema katika mwenendo wenu wote, katika mwenendo wenu wote. Maana yake kazini, kwenye biashara, kwenye ndoa, katika mwenendo wenu wote. Mstari wa 16 anasema hivi, kwa maana imeandikwa mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Sema haleluya. Watumishi wa Bwana nasema haleluya. Sijawasikia nasema haleluya. Sijawasikia nasema haleluya. Kuna mtu hataki kuitikia nasema haleluya. Sasa wewe jichanganye tu, gombana na watu. Sasa mimi kwa sababu nimeokoka. Kuna watu kabisa wameokoka lakini ni kisirani, hawasalimiani na watu. Lakini anaomba. Wewe sahau kujibiwa, sahau kutendewa. Hii wiki vilivyokufa kwa sababu ya dhambi vifufuriwe kwa sababu ya utakatifu katika jina la Yesu. Mimi nakusemesha, yani wewe mahali ambapo unahitaji kufuka ni kwenye hapa ninapofundisha. Sema amen. Angalia jambo letu tulilolianza jana. Kuna jambo tulianza jana, nikasema upako wa watakatifu ni silaha ya kuondoa vita ya miungu na madhabahu na vifungo vya laana ili kuinua kusudi la Mungu. Ndio nibana hapo jana, nikasema upako wa watakatifu ni silaha. Upako wa watakatifu ni silaha ya kuondoa vita vya miungu na madhabahu na vifungo vya laana ili kuinua kusudi la Mungu. Sasa Mungu nataka kuvuka. Mungu naye anakuhimiza Roho Takatifu. Bwana asifiwe. Kuna mistari kadhaa nilisoma, lakini hebu nisome huu mstari mmoja hapa. Ezra sura 8 mstari wa 28. Ezra sura ya 8 mstari wa 28. Kabla sijaenda kwenye ile pointi yetu ambayo tunataka tusomee nayo jioni ya leo. Ezra sura 8 mstari wa 28. Ezra sura 8 mstari wa 28. Kisha nikawaambia, ninyi mmekuwa watakatifu kwa Bwana, hivyo vyombo ni vitakatifu, na fedha na dhahabu na matoleo ya hiari kwa Bwana Mungu wa baba zenu. Sema amen. Katika Kristo nasema amen. Mstari wa 29 anazungumza kitu cha upekee kiko hapo. Ukisoma anasema, basi angalieni kuvitunza vitu hivi hata mtakapovipima mbele ya wakuu wa makuhani na Walawi na wakuu wa mbari za mababa wa Israeli huko Yerusalemu, katika vyumba vya nyumba ya Bwana. Kwa anazungumza vitu vyote navyo ni vitakatifu. Wao wamekuwa watakatifu na vitu vyao wamekuwa watakatifu. Sema amen. Kwa utakatifu wako ndio Mungu anautumia kuondoa madhabahu za miungu, laana, vita na madhabahu za miungu, na miungu yenyewe inaondoka kwa sababu tu Mungu. Ezra anawaambia ni wana wa Israeli baada ya toba. Rudia tena mstari. Baada ya toba walikuwa na maungamo ya muda mrefu. Ndio anasema, kisha nikawaambia, ninyi mmekuwa watakatifu kwa Bwana, na hivyo vyombo ni vitakatifu, na fedha na dhahabu na matoleo ya hiari kwa Bwana Mungu wa baba zenu. Ndio maana kwenye fedha yako au kwenye uchumi wako, si kila pesa unaweza ukaitumia vibaya. Kuna pesa ukiitumia vibaya Mungu hakupi pesa. Kuna shida kubwa sana kati ya wanadamu. Akipata pesa, wazo la kwanza ni kuvaa. Ajui pesa ni takatifu. Kwa aliye mtakatifu ndiye anayeiongoza ile pesa. Na watu waliokoka tumeferi hapo. Ukipata hela, cha kwanza unawaza kuvaa. Ujui fedha ni takatifu. Yani wewe ni mtakatifu, na pesa nayo ni takatifu, na dhahabu nayo ni takatifu. Sema amen. Kuna mtu hajanielewa? Nasema amen. Kuna mtu hajaelewa? Nasema amen. Nasema amen.
Nasema hivi, rudisha mstari. Kuna mtu mtandaoni anashangaa. Anasema ndio maana Mungu anasema kwenye mshahara wako fungu la 10 ni la kwake. Analinda ile inayobaki kwa sababu ni takatifu. Ukishatoa fungu la 10, kinachobaki ni kitakatifu. Maana yake fungu la 10 linakomoa zinazobaki. Sema amen, sema amen. Kuna mtu hajaelewa na sema amen. Kwa mfano, mimi unaona hivi ninavyotumika katika lazima niombe kwanza, kwa sababu ile sio ya kwangu tena. Ile ni takatifu. Kwa lazima mtakatifu aiongoze namna ya kutumika. Bwana asifiwe. Katika Kristo Bwana asifiwe. Nasema Bwana asifiwe. Nyakati wa kwanza sura 23 mstari wa 5 na wa 6. Nyakati wa kwanza. Mambo Nyakati wa kwanza sura ya 5. Sura 23 mstari wa ngapi nimesema? Wa 5 na wa 6. Anazungumza hivi. Nyakati wa kwanza. Sura 23. Ule mstari wa 5 na wa 6. Anasema na 4,000 walikuwa mabawabu, na 4,000 walimsifu Bwana kwa vinanda nilivyovifanya. Alisema Daudi vya kumsifu. Angalia. Basi Daudi akawaganya kwa zamu zao sawa sawa. Sio hapo. Hata kama umepata kitu. 23 wa pili. Nyakati wa pili 23. Hata kama umepata kitu hapo, najua kuna kitu umekipata. Wa pili, Nyakati wa pili 23 mstari wa ngapi? Wa 5 na wa 6. Bwana Yesu uwe kama ulivyo. Anasema safi na theruthi nyumbani pa mfalme, na theruthi mlangoni pa msingi, na watu wote watakuwa hapo nywani mwa nyumba ya Bwana. Mstari wa 6 anasema wala asiingie mtu nyumbani mwa Bwana ila makuhani na watumikao na Walawi, hao wataingia kuwa hao watakatifu, kwa kuwa hao ni watakatifu, ili watu wote watarinda marinzi ya Bwana. Safi. Tuje mstari wa 7, kama naweza nikaona kitu kingine. Anasema na hao Walawi watamzunguka mfalme pande zote, kila mtu mwenye silaha zake mkononi, naye wa yote aingiaye nyumbani na auawe nanyi, mfuateni na mfalme aingiapo na atokapo. Nilikuwa natafuta huo mstari wa 6 zaidi, kwa sababu wanaorinda nyumba ya Bwana ni watakatifu. Unajua, kwa kawaida hata mlinzi wa getini anatakiwa awe mtakatifu. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Nasema niliwahi enda kanisa moja. Yaani mlinzi wa getini ameokoka. Mnapoomba kule ndani na yeye anaomba getini. Sema amen. Anapomaliza zamu yake ya asubuhi anapiga magoti anaomba. Ni mlinzi. Sawa sawa na nyakati hiyo. Huo mstari wa 6, rudisha mstari wa 6. Anaposema Walawi wala asiingie mtu nyumbani mwa Bwana ila makuhani na hao watumikao Walawi, hao wataingia kwa kuwa hao watakatifu, ila watu wote watarinda marinzi ya Bwana. Watakatifu. Sema amen. Ndio maana kinanda anayetakiwa kupiga ni mtakatifu. Gitaa anayetakiwa kupiga ni mtakatifu. Kwa sababu anasema hao warinzi. Kwa sababu waimbaji wote ni warinzi wa madhabahu. Sema amen. Katika Kristo nasema amen. Waimbaji ni warinzi wa madhabahu.
Wazee wa kanisa ni walinzi wa madhabahu. Bwana asifiwe. Wanalinda ule ukuhani unaotumika kwenye madhabahu. Kwa niliposema sasa jana ni ile Walawi 21 mstari wa 5 na wa 6 kama sikosei, si ndio? Walawi 21 mstari wa 5 na wa 6. Na Marisa hapo anasema wasijifanyie upaa kichwani, wala wasinyoe pembe za ndevu zao, wala wasichanje chare katika miili yao. Mstari wa 6 anasema watakuwa watakatifu kwa Mungu wao, wala wasilinajisi jina la Mungu wao, kwa kuwa wao ndio wasogezao sadaka za Bwana kwa njia ya moto, chakula cha Mungu wao. Kwa ajili hayo watakuwa watakatifu. Sema amen. Kwa jana niliwaambia sadaka ni chakula cha Mungu. Sadaka ni chakula cha miungu. Rudisha kwa mstari, kuna mtu hajawahi kuona. Anasema hivi, watakuwa watakatifu kwa Mungu wao, wala wasilinajisi jina la Mungu wao, kwa kuwa wao ndio wasogezao sadaka za Bwana kwa njia ya moto, chakula cha Mungu wao. Kwa ajili hayo watakuwa watakatifu. Sasa wengi hawajui sadaka ni chakula cha Mungu. Sadaka ni chakula cha miungu. Ndio maana ukisha kuwa mtakatifu, unapoachilia sadaka yako kwenye madhabahu, kati ya kitu ambacho Mungu anafanya haraka ni kukutenga na miungu. Ndio maana Gideoni alipoachilia sadaka ya Jehova Shalom, alimpa Mungu chakula. Ndio maana alisema malaika, subiri kidogo nikatengeneza sadaka. Biblia inasema alitengeneza sadaka ya kutokosa, ile ya kuchemsha. Sema amen. Biblia inasema malaika alipiga kwa fimbo, ile sadaka ilipokuwa inateketea akapana ule moshi, chakula cha Mungu. Mungu akarudi usiku akaambia akaivunje madhabahu ya bahari alionayo baba yako. Sema amen. Utakatifu ulianza kufanya kazi ndani ya Gideoni. Kwa utakatifu, upako wa watakatifu au upako wa utakatifu unakutenga na madhabahu za miungu na rana na miungu na kila kitu. Ghafla kusudi la Mungu linaanza kujitokeza. Sema amen. Ndio maana nikasema lazima kuiombea sadaka unaitoa. Tafuta utakatifu kwanza ndani yako kabla ya kuitoa sadaka. Sema haleluya. Jamani, nasema haleluya. Katika Kristo nasema haleluya. La leo andika. Sio umenielewa la jana? Kuna mtu hajaelewa mpaka hapo? Umeelewa bwana? Kama umeelewa sema amen. Kwa nikasema usiipe miungu sadaka. Usipeleke sadaka kwa miungu, itakumaliza. Kwa sababu sadaka ni chakula cha Mungu. Ndio maana mtu akitumia vibaya sadaka, angalia laana inayoshuka juu yake. Angalia mapigo yanayoshuka juu yake. Unakuta watoto wanaferi, hawasomi. Lakini unaona watoto wanaibuka na tabia mbaya za ajabu. Unajua tu alikorofisha kwenye sadaka. Wewe sadaka ikimbia kama ukoma, ikimbia kama ukimwi. Sema amen. Watumishi wa Bwana nasema amen. Ukishatoa usiulize. Ndio maana kuna mahali ukifundisha semina, wale waliolikamata kanisa kwa roho za uharibifu lazima ondoe miungu, lazima ondoe laana. Sema amen. Haya, jambo la kwanza leo, utakatifu ni ufunguo wa malango ya baraka yaliyofungwa kutoka kwenye asili ya familia au kizazi ulichotoka. Utakatifu
ni ufunguo wa malango ya baraka yaliyofungwa kutoka kwenye asili ya familia au kizazi ulichotoka. Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wa Bwana nasema Bwana asifiwe. Kuna malango huwa yanafunguka yenyewe, kwa sababu utakatifu tu wenyewe, hata bila kuomba Yesu fungua malango, utakatifu wenyewe tu unakupa kuhurumiwa. Utakatifu tu wenyewe unakupa malango kufunguka. Utakatifu wenyewe ni ufunguo. Nakumbuka Mungu alikuwa ananisemesha usiku, ambia kuna saa mnahangaika kuomba maombi mengi, lakini light utakatifu ungekuwepo, kuna vitu vingine vingekuwa vinaenda vyenyewe. Sema haleluya. Watumishi wa Bwana nasema haleluya. Kuna saa utaomba kutafuta rana za kila namna, Mungu atakuwa anakurudisha kwenye utakatifu. Unajaribu kuchomoka, Mungu anakurudisha kwenye utakatifu. Sema haleluya. Watumishi wa Bwana nasema haleluya. Unajaribu kupambana, Yesu anakurudisha kwenye utakatifu. Ngoja nikusomee mstari mmoja. Ngoja nikusomee Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 30. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 30. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 30. Jifunze kuambia watoto wenu, tunzeni utakatifu ili mbarikiwe. Kwa sababu kuna wakati wanasoma, lakini lango la kufanikiwa limebebwa na Mungu aliye hai. Mwambie kambari na dhambi, tunza utakatifu. Waliotunza utakatifu katika elimu yao, katika masomo yao, katika degree zao, milango ya baraka ufunguka kwa uwepesi kuliko waliojinajisi. Anasema hivi, bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanywa hekima itokayo kwa Mungu, na haki na utakatifu na ukombozi. Na haki na utakatifu na ukombozi. Bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanywa kwetu hekima, sema amen, itokayo kwa Mungu, na haki na utakatifu na ukombozi. Sasa angalia, jumulisha utakatifu wako, jumulisha utakatifu wa Yesu, ukombozi unatokea. Kuna wakati unaongea vibaya, ndio maana hata tunaoombea, cha kwanza tunza utakatifu. Ndio maana Yesu wengine alipowaponya aliwaambia msitende tena dhambi, manake uwe mtakatifu, ilana isirudi tena kwako, ugonjwa usirudi tena kwako. Umewahi kufikiri kwa mfano wote wanaoponywa, wote wanaokombolewa, wote wanaofunguliwa wangetunza utakatifu? Umewahi kufikiri wote tunaohubiri, na mimi na wenzangu, tukitunza utakatifu tutafufua waliokufa? Sema haleluya. Nasema tena haleluya. Narudia tena, tutafufua. Kwa sababu Yesu alisema na kazi kubwa kuliko hizi mtazitenda. Lakini sasa vazi la Yesu liko nini? Utakatifu. Anasema yote ninayoyafanya si kwa shauri yangu, yote niliyoyasikia ndio niyatendayo. Sasa sisi tunapohubiri, yote tuliyoyasikia ndio tunayoyatenda. Unakuta hakuna tulichosikia, unaweza kukuta hakuna tulichoelewa. Tunafundisha, tunahubiri, na huko tunapondana humo utakatifu hamna. Tunafundisha umo tunasemeana mabaya. Kwani yeye ndio Mungu? Kwani yeye kwa nini aje kila mwaka? Yaani wifu. Sema haleluya. Kuna mtu hajanielewa, nasema haleluya. Nasema tena haleluya. Kuna mtu hajanielewa, nasema haleluya. Nilikuwa naangalia nani moja usiku, wale waliojikusanya kinyume cha Musa, wale watu wa Kora na Musa, halafu namna ambavyo ardhi ilipasuka na kumeka. Unajua shida pale, utakatifu ulikuwa hamna. Bwana asifiwe.
Kuna kitu si unaelewa mpaka hapo katika jina la Yesu? Angalia Efeso 4 mstari wa 23 na 24. Efeso 4 mstari wa 23 na 24. Nitaenda huko na kuzungumzia marango, lakini ninachojaribu utasame hivi. Kwa nini Mungu atakuwa anakuhimiza sana na atakuwa anakuelekeza sana? Kwa sababu anasema hivi, na mfanye wapya katika roho ya nia zenu. Mstari wa 24, mkavae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Sema haleluya. Kwa utakatifu unakufika roho mpya. Nasema hivi, utakatifu, nisikilize mtumishi wa Mungu. Nasema hivi, utakatifu sio dhehebu na rosari, asikiaye na afahamu. Sio ubatizo uliobatizwa. Anasema hivi, unajua tumekwamia hapa kwa sababu utakatifu na saa roho ambayo hukuwa nayo. Ndio maana Petro alipoona muujiza wa Yesu, anasema hivi, Yesu aliposema shusha nyavu mpaka kilindini, si walipatikana samaki wengi? Wakawapungia na rafiki zao wakaja kuwasaidia. Lakini Biblia inasemaje? Petro aliutafuta utakatifu wa Yesu kwanza, kwa sababu alitaka ndani afanywe upya. Alisema hivi, ondoka kwangu, maana mimi ni mwenye dhambi. Bwana alichokuwa anang'ang'ana nacho ni utakatifu. Unajua kuna wakati hata mimi mwenyewe namwambiaga Yesu, naomba nisamehe. Kuna upako unaweza ukashuka sai. Yaani unajua tu huyu ni Mungu wala si utakatifu wangu. Unachohitaji kurudi ni Yesu, tusamehe. Kwa mfano, tumekusanyika wengi. Leo mimi nahesabu kama siku ya pili, ni Jumanne leo, si ndio? Tuacha ile na ile Jumapili. Lakini angalia, kama sisi wote tukijitathmini, watu wa Iunga, tutaona hii sio haki yetu. Tunarudi kutafuta utakatifu. Ni kama tu Mungu ameamua kujitukuza mwenyewe. Yesu akufungue katika jina la Yesu. Nasema Yesu akufungue katika jina la Yesu. Ndio maana naimiza kusikiliza. Kwa sababu sahi unaweza kusema haya yanayopita hayanihusu, lakini kuna wakati Mungu utamtakatifu, utamtafuta, lakini hutajua pa kuanzia. Pa kuanzia sio kuombewa, pa kuanzia ni kwenye utakatifu. Sema amen. Katika Kristo nasema amen. Katika Kristo nasema amen. Angalia Wakolosai sura ya 3 mstari wa 10 na wa 12. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 10 na wa 12. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 10 na wa 12. Anasema hivi. Wakolosai sura ya ngapi nimesema? Anasema mkifaa. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 10. Mkifaa utu mpya unaofanya upya, mpate ufahamu sawa sawa na mfano wake yeye aliyeumba. Mstari wa 3. Hapo hapana Myunani wala Myahudi, kutahiriwa wala kutokutahiriwa, mgeni wala mshenzi, mtumwa wala muungwana, bali Kristo ni yote katika yote. Mstari unaofuata anasemaje? Basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendao, jifikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu. Sema asante Yesu. Kuna mtu hajaelewa? Inua mikono yako juu. Sema Bwana Yesu, niko darasani. Niko darasani kwa damu ya Yesu Kristo. 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 Kumbuka rehema juu yangu. Kumbuka rehema juu yangu. Kumbuka rehema juu yangu. Kumbuka rehema juu yangu. Kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo. Njoo, rudisha mstari. Tuanzie wa 10 tuje wa 12. Si tuko darasani vizuri? Kwa sababu ninachozungumza utakatifu unafungua marango yaliyofungwa kutoka kwenye asili ya familia. Sasa kwenye asili ya familia, yamkini wako washenzi,
Si ndivyo Biblia inavyozungumza? Anasema mkifaa utu mpya unaofanywa upya mpate ufahamu sawa sawa na mfano wake yeye aliyeumba. Haleluya. Anasema hapo hapana Myunani wala hapana Myahudi, kutahiriwa wala kutokutahiriwa, mgeni wala mshenzi, mtumwa wala mungwana, bali Kristo ni yote na katika yote. Anasema sasa mstari unaofuata ndo hapa sasa tutaangukia kesho. Hapa ninaomba waombaji wote kesho unaowafahamu waambie twende. Anasema basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendao, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu. Lakini angalia, kwa watakatifu wana moyo wa rehema, watakatifu wana utu wema, watakatifu wana unyenyekevu, watakatifu ni wapole, watakatifu ni wavumilivu. Sema amen. Sema amen, sema amen. Somo gumu lakini tutafika. Tutafika. Mwambie jirani yako tutafika. Mwambie tena tutafika. Si utaki utakatifu? Yaani utakatifu ndio utakao kukomboa wiki hii. Sema haleluya. Katika Kristo nasema haleluya. Kuna mahali Biblia inasema watakatifu hawahitaji kitu. Sijawahi kutana na mstari. Anasema hivi, watakatifu hawahitaji nini? Hawahitaji kitu. Si tunang'ang'ana kesho Yesu tenda muujiza. Yesu anasema kaa kwenye utakatifu. Swala kutenda sio la kwenu, ni la kwangu. Sema amen. Yesu fungua watu. Unapoteza muda Bwana. Afungue watu. Mtumishi mwenyewe yuko wapi saa hiyo? Saa hiyo na yeye anakula kitimoto, haombi. Yuko anakula kitimoto na Pepsi. Alafu waombaji huko, Yesu tenda muujiza wapi? Utakatifu unatafutwa na kila mtu. Mtumishi akiutafuta utakatifu, alafu waombaji wakautafuta utakatifu. Wewe, hii dunia itataka ufanye kila kitu. Vitu vingine ni wewe. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Utatoka hapa nje unatongozwa mpaka basi. Utakatifu ni wewe. Hata sisi pia tunatongozwa. Ona nionaje hapa? Si nimependeza? Takosa mtu akuniambia nakupenda? Haiwezekani. Lakini vitu ni mimi. Sema amen. Kwa usije ukasema ni mzuri. Jitunze. Wewe ni hekalu la Bwana. Wewe ni nyumba ya Mungu. Sema amen, sema amen. Wala usiseme yani wakiniangalia tu mimi natongozwa. Wewe ni hekalu la Bwana. Ndani yako kuna vitakatifu umevibeba. Ndani yako kuna baraka umezibeba. Ndani yako kuna uungu umeubeba. Ndani yako kuna hekima umeibeba. Ndani yako kuna majibu ya watu umeyabeba. Tunza utakatifu. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Kwa sababu utakatifu unafuta zile baraka zako. Unafuta ile heshima yako. Inafuta, yani chochote unachokihitaji kinafutwa na utakatifu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ninaeleweka mpaka hapo sasa? Watumishi wa Bwana, ninaeleweka mpaka hapo katika jina la Yesu? Nasema utakatifu unafuta kila kitu. Kila kitu unafuta. Kuna saa puuzia visivyofaa. Kwa nini unapenda maneno vikao vya ovyo ovyo? Yaani katika kila kosa na wewe umo. Kwenye kuteta watumishi umo. Kwenye kuteta wachungaji umo. Kwenye kuteta wazee wa kanisa umo. Kuwateta kwaya kuu umo. Kuwateta kwaya uinjilisti. Yaani kwenye migogoro yote haukosi. Unaua watoto wako.
Yaani kuna mtu hakuna eneo ambalo utampata. Wakinikaria jamaa vikao na wewe unasema hata mimi nilimuona. Yaani alipokuwa naomba hata nilikuwa simuelewi. Mimi huku nasema Yesu asante umetenda. Nasema watumishi wengine hata hawajielewi. Ongera unayejielewa katika jina la Yesu. Natafuta nini? Utakatifu. Kwamba ni wapi unapoteza nuru? Ni wapi unapoteza nguvu za kiroho? Ni wapi unapoteza baraka za watoto wako? Ni wapi unapoteza baraka za ukoo? Kwa nini milango haifunguki? Kwa nini milango haifunguki? Kwa nini milango haifunguki? Kwa nini milango haifunguki? Kama jamaa alikuwa gerezani, alikuwa ni mtakatifu, na Mungu alimfunulia ndoto aliyoota Farao kule. Yani Farao amelala kwenye godoro zuri, kwenye chumba kizuri, amelala chini ya walinzi, lakini aliota ndoto. Hakuwa mtakatifu. Ndoto ilimfedhesha, lakini mtakatifu alikuwa gerezani. Sema amen. Jamani nasema amen. Katika Kristo nasema amen. Nasema hivi, mtakatifu alikuwa wapi? Gerezani. Ilibidi milango imfungukie. Kilichofungua milango sio kwamba alishinda kesi mahakamani, kwa sababu alikuwa na kesi ya kubaka, kulala na mke wa Potifa. Ndio alikuwa na kesi hiyo iliyompeleka gerezani. Tena kufungwa kifungo cha kawaida. Alisema alifungwa kwenye kifungo cha wafungwa wa mfalme. Bwana asifiwe. Lakini utakatifu wake ulimchomoa bila kupitia mahakamani, bila kupitia kwa hakimu. Milango ikamfungukia, na ya kwako itakufungukia katika jina la Yesu. Kuna milango mingine utahitaji toba, utahitaji tu utakatifu basi. Huyu alikuwa gerezani amefungwa. Sijui kama anaeleweka watumishi wa Bwana. Nasema alikuwa gerezani amefanya nini? Amefungwa. Lakini angalia, alikuwa na kesi ya kusingiziwa. Mke wa Potifa alimvuria nguo hivi. Jamaa anasema nawezaje kumkosa Mungu kwa ubaya huu? Sema amen. Kwa alilinda utakatifu, kwa sababu alikuwa na ndoto. Aliota ndoto mapema, kabla hajapita kwenye hizo kashikashi, aliota ndoto. Sema amen. Sasa kilichofungua milango ya gereza sio ndoto, utakatifu. Kwa Mungu aliingia gerezani kwa sababu kuna mtakatifu. Hataki kukaa kule gerezani, anahitaji kutoka kifungoni. Sema amen. Kilichofungua milango ya Paulo na Sila ni nini? Utakatifu. Biblia inasema walikuwa kimsifu huko wamefungwa mikatare kwenye miguu na kwenye mikono. Bwana asifiwe. Alafu Biblia inasema walinzi mbele ya gereza. Kilichowachomoa kule Paulo na Sila ni nini? Utakatifu. Kwa sababu pamoja na kwamba walikuwa wamefungwa, lakini Biblia inasema walikuwa kimsifu, wakimwabudu. Biblia inasema kukatokea kishindo. Haleluya. Nasema haleluya. Kukatokea nini? Kishindo. Misingi ya gereza ikatikisika. Biblia inasema milango ikafunguka. Mlinzi akakimbia gerezani, ambia wewe uwe na amani tumo. Akaleta taa, akamulika, akakuta wako. Akasema nifanye nini ili nipate kurithi ufalme wa mbinguni? Wakamongoza sala ya toba, kwa sababu na yule mlinzi alijua haya mambo yanatokeaga kwa watakatifu. Kuna mambo ambayo watu utawaongoza sala ya toba, kwa sababu kuna mambo yatokeaji kwa watu wa kawaida, ila kwa watakatifu. Watasema nifanye nini ili watoto wangu wafunge ndoa kama wako? Utawaambia okoka. Sema amen. Anaona watoto wanafika chuo kikuu, wakwao wanaishia njiani. Sasa mwenzetu nafanyaje? Utakatifu. Kaangalia watu wengine kabla hawajawa watakatifu, kila kitu kilinyamaza kimya.
walipoanza kutembea kwenye utakatifu, milango ilifunguka yenyewe. Utakatifu kiingia ndani, milango inafunguka, alafu kunatokea kile kitu cha utulivu. Utulivu wa eneo unaoishi, utulivu wa mazingira unaotokea. Yani kunatokea utulivu, ndoa yako inatulia, nyumba yako inatulia, usawa wako inatulia, haui na maneno mengi. Haleluya. Nasema tena haleluya. Katika Kristo nasema haleluya. Kwa sababu swala na wewe milango kufunguka sio maombi yako. Warumi 8:26. Warumi 8:26. Warumi 8:26. Anasema hivi, Warumi 8:26. Mstari wa ngapi? 26 na 27. Anasema hivi, kadhalika Roho naye utusaidie udhaifu wetu. Kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Si ndio? Mstari wa 27. Anasema hivi, na yeye aichunguzaye mioyo, aijuaye roho ilivyo, kwa kuwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Kwa kuwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Kwa kuwaombea watakatifu. Si kila mtu Roho Mtakatifu anamwombea watakatifu. Bwana asifiwe. Katika Kristo Bwana asifiwe. Angalia saa ukikaa vizuri na Mungu. Angalia saa ukikaa vizuri na Mungu. Saa ukikaa vizuri na Mungu. Unaombaga maombi ya upako. Hata mwenyewe unashangaa. Unafunuliwa hii, unafunuliwa lile, unaonyeshwa lile. Saa ukijichanganya, mapepo yanakuvamia. Nguvu za giza zinakuvamia. Sasa ni kipindi hiki sijielewi. Kipindi unajichanganya. Anasema hivi, rudi hao mstari. Anasema kadhalika Roho naye utusaidie udhaifu wetu. Kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo, bali utuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkika. Na yeye aichunguza mioyo, mahitaji. Aichunguzaye mioyo, mahitaji, aijua nia ya Roho ilivyo, kwa kuombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Ndio unakuja mstari wa 28. Angalia mstari wa 28. Na sitwajua kuwa katika mambo yote Mungu fanya kazi pamoja na wale awapendao, katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Sema amen. Watumishi wa Bwana nasema amen. Sasa wanadhani Mungu ili akuvushe, sio kwamba ajui uko kifungoni, anajua. Sio ajui kwamba umekamatwa na nguvu za giza, anajua. Sio kwamba ajui milango yako imefungwa, anajua. Lakini anasubiri utakatifu wako uwe ni ufungua kufungua hiyo milango. Asipouona huo utakatifu, hatokei. Nasema hivi, hatokei. Kuna vitu mnavihitaji kama yunga kwa kipindi hiki. Kuna vitu mnavihitaji kama yunga kwa kipindi hiki. Mungu anataka watakatifu kwenye madhabahu yake. Sema ameni. Katika Kristo nasema ameni. Kuna vitu unavitaka kwenye ukoo, Mungu anatafuta watakatifu wake. Kuna vitu unavitafuta kwenye uzao wako. Amua kuwa mtakatifu leo, amua. Kwa sababu Biblia inasema watakatifu walioko duniani hao ndio bora. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Katika Kristo Bwana asifiwe. Nasema tena Bwana asifiwe. Zaburi ya 16 mstari wa 4. Mwingine anashangaa. Hata si zamani ukikutana na walioharibika anasema hakuna watakatifu duniani. Si unakutanaga na watu wameharibika akili zao, warefu. Sema wewe utakuwa mtakatifu duniani, haiwezekani. Ni wewe unayesema. Anasema azia mstari wa kwanza mpaka wa 4. Anasema mstari wa kwanza
16 Zaburi mstari wa kwanza na kwenda. Mungu nihifadhi mimi kwa maana na kukimbilia wewe. Mstari wa pili, nimemwambia Bwana ndiwe Bwana wangu, sina wema ila utoka kwako. Anasema watakatifu waliopo duniani, hao watakatifu walio duniani ndio walio bora, hao ndio niliopendezwa nao. Ni Mungu anasema watakatifu walioko huko duniani. Achana na yule anakuambia hamna watakatifu duniani. Wapo. Abasongorigwa walipo. Sema amen. Katika Kristo nasema amen. Usiku wakati na mimi nakaaga na mimi na kikao changu na Mungu, akaniambia ukitaka uelewe zaidi watakatifu, nenda tafuta wateule. Nikaanza kusoma ile mistari ya wateule. Niliona vitu vya ajabu sana. Kwa hiyo unaposoma utakatifu, kama una simu kubwa, kama nenda katafute wateule, alafu waanisha na hiki ninachofundisha. Utashangaa, utaona vitu vingi sana huko ndani. Kwa angalia, anasema watakatifu walioko huko duniani, hao ndio walio bora. Bwana asifiwe. Watumishi wa Bwana, Bwana asifiwe. Zaburi ya 89 mstari wa 35. Zaburi ya 89 mstari wa 35. Nimebakisha dakika 5. Zaburi ya 89 mstari wa 35. Zaburi ya 89 mstari wa 35. Kuna kitu cha kiroho kiko huko ndani. Neno moja nimeliapa kwa utakatifu wangu, hakika sitamwambia Daudi uongo. Sema amen. Kwa Mungu akisema anakufungua kweli. Anasema neno moja nimeapa kwa utakatifu wangu, kwa utakatifu wangu, kwa utakatifu wangu, kwa utakatifu wangu. Anasema hivi, sitamwambia Daudi uongo. Ameapa kwa utakatifu wake. Sio hivi kwa utakatifu wake. Lakini uwe na uhakika aliuona utakatifu ndani ya nani? Ya Daudi. Kwa kile kilikuwa ni kiapo. Nataka nimalizie sasa. Nifanye conclusion. Nilikuwa nataka uone. Nataka uone tunapoenda kwenye maombi na tunapoandaa ibada ya kesho, ni nini kinaenda kutokea. Kwa sababu naiona nuru ya ajabu kesho katika jina la Yesu. Na uona muujiza ambao sijau kuuona kesho. Kuna vitu vilizuiliwa kwako, Yesu anaenda kukupa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Usiombe ukachanganya utakatifu na damu ya Yesu iliyo takatifu. Nataka hapo nikwambie, ni moto unaripuka. Nisikilize. Ima huyo mama siondoke wane chechemea. Ana vita ya nguvu za giza. Tamwombea hapo baada. Nimesemaje? Sasa funga kesho. Umezoea kupiga msosi, usipige msosi kesho. Sema amen. Kesho njoo umefunga kitambaa kichwani, usije na nywele zako wazi. Ni siku takatifu ya Bwana. Nimesemaje? Hata leo nimewakatalia. Mnapoombea wazi uchaji. Kwa sababu tunataka kitu cha kiroho kipita huko ndani. Simama kwa niaba ya ndugu zako. Mwambie Yesu, kama waoni wengine watakatifu, nione mimi. Ndugu zangu wafoke. Sema amen. Katika Kristo ninasema amen. Sasa nitarudi, nilisoma kitabu kile cha Wakolosai sura 3 mstari wa 10. Sasa nisome. Nitasoma pale mwishoni. Ngoja nisome hii mistari mingine. Nitaisoma pale mwishoni. Kwa nimesoma hivi, mtakatifu ndo unafungua kila kitu. Ufunuo 5 mstari wa 8. 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 Hata alipokitoa kile kitabu, hao wenye uhai 4 na wazee 24 wakaanguka mbele za mwana kondoo,
kila mmoja wao ana kinubi na vitoso vya dhahabu vilivyojaa manukato, ambao ni maombi ya watakatifu. Hapa mihuri ya laana ilivunjwa. Maombi ya watakatifu yanasababisha mlipuko mbele za Mungu. Maombi ya watakatifu, yaani kwa Kiswahili cha sasa ni kama perfume ile unajipuliziaga kwenye kikwapa.